Kwa mujibu wa takwimu za shirika la afya duniani WHO, takriban watu milioni 1.25 kila mwaka hupoteza maisha duniani kutokana na ajali za barabarani. Na nchini Tanzania, kwa mujibu wa ripoti ya jeshi la polisi ya mwaka 2024, takriban watu 1118 walipoteza maisha kutokana na ajali za barabarani. Sababu kubwa ni uzembe wa madereva pamoja na miundombinu mibovu. Lakini abiria wana nafasi gani katika kuhakikisha usalama wa vyombo wanavyosafiria pindi wawapo safarini? Leo hii nipo katika stendi ya Malimbe iliyopo kata ya Luchelele jijini Mwanza kuzungumza na baadhi ya abiria kutaka kufahamu nafasi yao katika kuzuia na kuepusha ajali za barabarani. Kwanza naweza nikatumia kauli mbiu inayosema paza sauti. Katika kupaza sauti, ninapoona jambo lolote haliendi vizuri katika chombo cha usafiri, kwanza nikazungumza na dereva nikamwambia katika hili unafanya sio sahihi. Kwanza kama maybe unakuta dereva ameongeza mwendo na mnamwambia kwamba apunguze, au unakuta amejaza abiria hawakae ile level seat, kuna wengine wamesimama, namwambia labda apunguze. Tukasema abiria anapokuwa katika chombo cha moto, labda akiona kuna abiria wengi wapo mle ndani, anaweza kaongea na driver akamwambia, bana, mbona watu wamezidi, inabidi fanyeje, kama ikiwezekana aishie hapo hapo, kufanyeje, kuingiza raia kwa ajili ya usalama wetu. Au pale anapokuwa ana mwendo mkubwa, unaweza kumwambia driver, tunaomba basi ufanyeje, upunguze mwendo ili uweze kuhakikisha usalama wetu, kwa sababu gari linapokuwa na spidi kubwa, hapo inaweza kuhatarisha usalama wetu. Hata hivyo, abiria hawa wanaeleza baadhi ya hatua ambazo wanaweza kuchukua ikiwa dereva atagairi kusikiliza abiria walioabiri chombo hicho. Unielewa, naweza nikapigia mamlaka husika kwa taarifa. Vyombo vya sheria, kuna maaskari usalama barabarani, lakini kuna watu wa mamlaka zingine zaidi ya maaskari hao ambao naweza nikawaeleza juu ya kile kinachoendelea na mara moja wakachukua hatua stahiki katika John Masawe, SAUT TV.